Tunaendelea kufuatilia kinachoendelea katika Nairobi, nchi jirani na sisi, lakini kwa faida ya mtazamaji wa Manara TV, labda ni vizuri akaelewa hasa nini hasa sababu ya zile vurugu, kitu gani wale waandamanaji wanakidai. Tukishaelewana hapo, basi walau tutakuwa tumepata msingi wa mjadala. Hata tukiukatisha basi atakuwa amejua chanzo ilikuwa nini. Serikali ya Kenya katika budget kuu yake inataka kupitisha mswada unaitwa finance bill, ambao kikubwa kilichozua hii tafrani ni dola za Kimarekani bilioni 2.5 nadhani. Ndizo ambazo serikali ya Kenya naizitaka hizo kupitia kodi. Sasa nyera nyingi ili kuweza kumudu bajeti yake na kulipa madeni ya Kenya ambayo yanafikia kiwango cha 68% ya pato lake la ndani. Itakwenda kwenye kulipa 68% ya GDP ya Kenya, pato lake la ndani itakwenda kulipa madeni, riba hizo, madeni yameiva. Zaidi ya kiwango ambacho Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Dunia huwa limeweka kwa kiwango cha juu ni 55%. Nchi ikifikia 55% inaangaliwa kwamba ni kiwango cha juu sana cha ulipaji wa madeni kwa nchi husika. Lakini Kenya wamevuka hata hiyo 55, wako kwenye 68. Ndio maana sasa wamesema tutaingiza kodi za ziada. Tozo sasa zinaingia. Maana kuna tofauti ya kodi na tozo. Tozo inalipwa juu, ni kama kofia juu ya kile ambacho ni kimeshatozwa kodi, kinakuja na tozo. Na tozo ni mzigo mwingine kwa mlaji. Ina maana kwamba tozo inalipwa kwa kiwango hicho hicho kwa yeyote yule, awe tajiri sana na awe maskini. Kama wameweka tozo kwenye bei ya mikate kwa mfano Kenya, kuna vitu kama 7 hivi. Wameweka mikate itaongezwa tozo. Kama tozo ni shilingi 500, basi hata yule tajiri katika Kenya atalipa tozo hiyo hiyo ya 500. Na wewe usiyekuwa na pesa, maskini, utalipa hiyo hiyo 500. Wakati kodi inaangaliwa kulingana na kile unachokipata. Kama una kampuni tajiri, unaingiza vitu vingi, hela nyingi, faida nyingi, utalipa kodi kubwa zaidi. Lakini tozo ni hiyo hiyo kwa yoyote yule. Sasa hiyo ndio tofauti ya tozo na kodi. Na katika Kenya wameingiza tozo nyingi. Sasa tozo ndio yule mwananchi wa kawaida anaona pamoja na hali ngumu alizo nazo, anaongezewa mzigo mwingine. Inatosha. Hatutaki, ndio wanakwenda mtaani wa Kenya kwamba hatutaki serikali itubebeshe mzigo zaidi ya tulionao wa hali ngumu za maisha, kwamba mswada mzima uondolewe na waondoe yote hayo yenye kuhusiana na tozo au hizo kodi za kuweza kupata bilioni 2.5. Sasa kwa mtazamaji, hapo ndipo ambapo Wakenya tunaowaona wanachokidai kwamba iondolewe ili wapate unafuu wa zile hali ngumu za maisha walizonazo. Wakati huo huo, serikali inahitaji fedha ili iweze kufanya miradi ya maendeleo, na wakati huo inahitaji fedha ilipe madeni. Sasa wako kwenye kizungumkuti.